As our children go to their classes, I would like to ask you to open your Bibles to the Gospel according to John. Watoto wetu wanavyoenda kwenye madarasa yao, fungua Biblia, Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, chapter 15. na ile sura ya 15. We will read verses 4 and 5. Tutasoma ule mstari wa 4 na wa 5. John 15, 4 through 5. Yohana 15, 4 na 5. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. And may the Lord bless the reading of his word in our hearing. Na Mungu abariki neno lake na usikivu wetu. We continue with our theme for the year, divine connection. Tunaendelea na kauli yetu mbiu ya mwaka huu, kuunganika kiungu. And today I want to speak to you on the subject, plugged in. Na leo nataka niongee kuhusu somo linasema kuungamanika. Plugged in. Kuungamanika au kujichomeka. Plugged in is about cultivating a personal and intimate relationship with God. Kuungamanika ni kuendelea kuwa na uhusiano au kuendelea kuwa na uhusiano wa ndani na Mungu. The vitality, fruitfulness, and endurance of the Christian life are inseparable from sustained union with God. Mafanikio ya Mkristo hayawezi kutenganishwa na kuendelea kuunganika na Mungu. Just as a device must remain connected to its power source in order for it to function, kama kifaa cha umeme lazima kiunganishwe na chanzo cha nishati yake ili kiweze kufanya kazi, in the same way the believer must remain spiritually connected to Christ in order to live an effective and victorious life. Hivyo muamini lazima aendelee naye kuunganika na Yesu Kristo ili aanze kuishi maisha ya mafanikio na ushindi. Jesus in this text uses the metaphor of a vine. Yesu katika habari hii anatumia kifananisho cha mzabibu. And the branches of the vine which represent believers in Christ. Na matawi ya huo mzabibu ambayo yanawakilisha sasa waamini wanaomwamini Kristo. And the vine represents Jesus Christ himself. Na ule mzabibu unamwakilisha Yesu Kristo mwenyewe. And Jesus uses this picture to emphasize that spiritual life requires a continuous connection to Christ in order to bear fruit. Na Yesu hapa anaweka hicho kifananishi ya kwamba lazima tuendelee kuunganika na mzabibu ili tuweze kuzaa matunda. So this passage that we have just read, kwa hiyo maandiko haya ambayo kifungu hiki ambacho tumekisoma, speaks directly to our spiritual health, growth and fruitfulness. Inaelezea afya yetu ya kiroho, kukua na kuzaa matunda. And in order for us to understand what Jesus is saying to us in this text, ili tuweze kuelewa kile Yesu anatuambia katika maandiko haya, let me first give you the historical context of the passage. Acha kwanza nikupe muktadha wa kihistoria wa habari hii. John 15 takes place in the final hours of Jesus' ministry on earth.
Sura hii ya Yohana ya 15 ni sura ya mwisho ya huduma ya Yesu hapa duniani. Historically, it is believed that Jesus spoke these words during what is known as the farewell discourse. Kihistoria inaaminika kwamba Yesu alisema maneno haya wakati anatoa ile hotuba ya kuaga. And it was likely in the upper room or during their walk to the Garden of Gethsemane. Na kuna uwezekano mkubwa ilikuwa ni pale kwenye chumba cha juu ama wakati wanaelekea kwenda kule kwenye bustani ya Gethsemane. And Jesus is speaking directly to his 11 disciples, because by that time Judas the traitor had already left. Yesu hapa alikuwa anaongea na wale mitume 11 kwa sababu wakati huu Yuda alikuwa tayari ameshaondoka. And Jesus was preparing them, his disciples, for his imminent departure. Na Yesu alikuwa akiwaandaa wanafunzi wake kwa sababu alikuwa anakaribia kuondoka. These disciples were confused and fearful about their future. Na hawa walikuwa wamechanganyikiwa na wana hofu kwa habari ya hatima ya maisha yao ya mbele. Because they were about to face persecution and the loss of their master. Kwa sababu kiongozi wao alikuwa anaondoka na wao walikuwa wanaelekea kupata mateso makali. Jesus was going to leave them behind. Yesu alikuwa anaenda kuwaacha nyuma. So it is against that backdrop that Jesus offers words not of strategy, not of resistance, but words of spiritual intimacy and dependence on God. Sasa kwa muktadha huo ndipo Yesu anaamua kutoa maneno haya ya sio kama ni mkakati ama mipango, isipokuwa ni ya kiroho ya kuwafanya wao waendelee kuunganika na Mungu. He uses that familiar image of the vine again to convey the depth of relationship that they must maintain with him after his physical departure. Anatumia mfano huu wa mzabibu, kitu halisi kinachoonekana, kuweka msisitizo wa mahusiano na muunganiko ambao unatakiwa uendelee kuwepo hata yeye akiwa ameondoka. So that was the historical context of the passage. Kwa hiyo huo ndio muktadha wa kihistoria wa andiko hili. Jesus was going to go back to heaven. Yesu alikuwa anakaribia kurudi mbinguni, leaving behind his disciples. Akiwaacha nyuma wanafunzi hawa. And their greatest worry was what was the nature of their relationship with Jesus now going to be after his leaving? He is no longer present. Na swali kubwa ambalo walikuwa wanajiuliza ni kwamba sasa itakuwaje mahusiano yetu na Yesu wakati Yesu akiwa ameondoka ameenda mbinguni. So let me give you the theological context of the passage. Sasa nikupe muktadha wa kitheology. Ule ulikuwa kihistoria, huu wa kitheology. Theologically, kithiolojia, the Gospel of John Injili ya Yohana emphasizes believing in Jesus as the Son of God, inahimiza kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, and abiding in him for eternal life, na kuwa naye kwa maisha yote, milele yote. In John 20:33 we have a summary of the purpose of the book of John. Ukisoma Yohana 20:31 20:31 inatoa muktadha wa kusudi la kitabu hiki cha Yohana. Let's read Beginning verse 30. Tuanze tena na ule mstari wa John 20:30 Yohana and 31. Yohana 20:30-31. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. So that was the purpose for which John
wrote his epistle, his gospel. Na hilo lilikuwa ndio kusudi Yohana kuandika injili hii. He wants us to believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Anataka sisi tuamini ya kwamba Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. And that by believing we might have eternal life in his name. Na kwa kuamini huko tupate uzima wa milele katika jina lake. But how are we going to have that eternal life? Na sasa tuwapataje huo uzima wa milele? Being plugged into Jesus. Uendelee kuwa umeunganika na Yesu. The Bible uses the word abiding. Biblia inatumia neno kukaa ndani yake. Leading up to chapter 15, John builds a case for Jesus as the Logos, or the Word of God, the Lamb of God, the light of the world, and the bread of life. Na kutokea hapa kwenye sura ya 15, kabla ya kufika sura ya 15, kabla ya kufika hapa sura ya 15, Yohana anatuonyesha kwamba Kristo ni neno la Mungu, Kristo ni mkate wa uzima, Kristo ni the light of the world, ni nuru ya ulimwengu, and the Lamb of God. Na mwanakondoo wa Mungu. Jesus is the Logos, the Word. Yesu Kristo ni neno, the Lamb of God, mwanakondoo wa Mungu, the light of the world, nuru ya ulimwengu, the bread of life. na mkate wa uzima. John has made that very clear beginning chapter 1 all the way before chapter 15. Na Yohana ameweka wazi pale kuanzia sura ya kwanza mpaka hapa kabla ya sura ya 15. In chapters 13 and 14 particularly, sura ya 13 na ile ya 14, Jesus turns to the doctrine of the union with Christ. Na Yesu anaelezea fundisho. Yohana anaanza kutoa fundisho la muunganiko ama ushirika na Kristo, kuungana na Kristo. Are we together? Tuko pamoja? And he does this by hang on. I wanted rather to say John is shifting gears beginning chapter 13 and through 14. Nachotaka kusema tu ni kwamba Yohana alianza kubadilisha mwelekeo, au kubadilisha gia pale sura ya 13 na 14. He shifts from public ministry, anabadilisha sasa kutoka kwenye huduma ya kijumla to intimate instructions to his disciples. Na sasa anaelekea kwenye uhusiano wa ndani na maelekezo kwa wanafunzi wake. Up until that point he had been doing ministry generally. Hapa nyuma alikuwa anafanya huduma tu ya jumla ya wote. Now beginning chapter 13 he begins to zero in the focus on his disciples. Na kuanzia sura 14 hapo unaona kwamba Yesu sasa Yohana anaelezea Yesu anaanza huduma kutazamisha zaidi kwa wanafunzi wake. Giving them specific instructions. Akiwapa maelekezo mahususi. He teaches them about servanthood. Anawafundisha kwa habari ya utumishi. He teaches them about love. Anafundisha kuhusu upendo. He teaches them about the promise of the coming of the Holy Spirit. Anaelezea kuhusu ahadi ya kuja kwa Roho Mtakatifu. And how they needed to walk closely with him as their paraclete, their close helper. Na namna ambavyo wanabidi watembee naye kama msaidizi. And he talks about the promise of peace that one can have when he is in union with God. Na anaelezea ile ahadi ya amani ambayo mtu anakuwa nayo anapokuwa yuko ameunganika na Mungu. So now in chapter 15 he deals with the doctrine of union with God. Na sasa hapa sura ya 15 analeta fundisho la kuunganika na Mungu. Using the vine and branches metaphor, kwa kutumia kifananishi cha mzabibu, to express how spiritual life and growth flow from continual connection
with God. Na kueleza namna gani maisha yetu ya kiroho yanaweza kuendelea tunapokuwa tumeunganika pamoja na Mungu. Please hear me and hear me right. Naomba mnisikilize vizuri. Jesus is teaching us here Yesu anasema hapa that spiritual vitality, kwamba uhai wa kiroho, spiritual growth, kwamba kukua kiroho, spiritual fulfillment, kwamba kufanikiwa kiroho, spiritual fruitfulness, kuwa na matunda kiroho, all flow from being connected to God. Na haya yote yanatiririka kutoka kuwa umeunganika kwa Mungu. You must be plugged in to God to have all those. Lazima uwe umejichomeka vizuri kwa Mungu ili uyapate yote hayo. Short of that, you will dry up and wither like a branch that has been detached from the tree. Kinyume cha hapo utakauka kama vile tawi ambalo limekatwa kutoka katika mti na utakuwa unanyauka. So the idea of abiding in Christ, kwa hiyo wazo la kuunganika na Kristo, or being plugged into Christ, au kuwa umejichomeka ndani ya Kristo, is key to a believer's fruitfulness. Kwa ni ufunguo au ni muhimu ili muamini apate kufanikiwa kuzaa matunda. So we have a critical question here that Jesus is answering in the passage we read. Kwa tuna swali hapa la msingi ambalo Yesu analijibu katika mistari tuliyosoma. For the original disciples, kwa wale wanafunzi wa kwanza, and for all of us modern believers, na sisi waamini wa kileo, this passage answers this critical question. Na hapa Yesu anajibu swali hili muhimu. How can I live a meaningful, fruitful life in Christ when he is no longer physically present? Ninawezaje kuishi maisha yenye mafanikio na kuzaa matunda wakati Yesu hayupo hapa kimwili? You know, Christianity is a faith that when you consider it only using human mind, ni imani kama hii utaitumia tu kwa akili zetu za kawaida, you may be tempted to come to the point of concluding that this is foolishness. Utaweza kufika hitimisho kwamba hii imani ni ujinga mtupu. You want me to live a vital life, nataka mimi niwe na maisha yenye uhai, in a relationship to a guy whom I cannot see, nikiwa na mahusiano na mtu ambaye simuoni. Muamini Yesu yuko wapi? Trust Lord. That's why one of our missionaries to Madagascar, missionary mmoja wetu wa kule Madagascar, he gave me this story the other time I visited him in Madagascar. Alinipa hii habari nilipotembelea kule Madagascar siku moja. He said he was moving from village to village, sharing Christ with the people. Alikuwa akitembea vijiji na vijiji akipeleka habari za Kristo Yesu. And he comes to this one village. Akafika eneo fulani hili, kijiji hiki. And you know the way we usually begin to strike a conversation in witnessing to. Unajua tunaposhuhudia namna ambayo tunaanza kuanzisha mazungumzo. So he asked them, have you ever heard about Jesus? Akamuuliza, je, umewahi kusikia habari za Yesu? You know, that's a good starting point, right? Hapo ndio mahali pa kuanzia, si ndio jamani? And these villagers told him, na hawa wanakijiji wakamwambia, we don't have that person in this village. Wakasema hatuna huyo mtu katika kijiji hiki. Maybe try the next village. Probably he lives there, but Jesus does not live here. We don't have Jesus here. Wakasema labda ujaribu kijiji kingine. Katika kijiji hiki hatuna mtu anaitwa Yesu. Labda jaribu kijiji kingine. Matters of faith sometimes are complicated. Mambo ya imani wakati mwingine ni magumu sana. If you don't have the revelation of God, kama hujapata ufunuo kutoka kwa Mungu, it's very difficult sometimes to understand. Ni wakati mwingine ni ngumu sana kuelewa haya mambo. So this was a very vital question that the disciples had and that I think we can also have today. Hili ni swali la muhimu ambalo wanafunzi walikuwa nalo na sisi pia tunaweza kuwa nalo leo. How can I have and maintain a vital,
vibrant, lively, fruitful relationship with Jesus when I cannot see him? Ninawezaje kuwa na maisha yenye mafanikio, maisha yenye ushindi wakati Yesu hayupo hapa, simuoni uso kwa uso? Are you following me? Unafuatilia? Jesus' answer is timeless. Jibu la Yesu ni la milele, halina ukomo. The answer was useful to the disciples then, and the answer is useful to us today. Hilo jibu Yesu alilolijibu lilikuwa limewasaidia sana wanafunzi miaka ile, na hata sisi leo pia linatusaidia. And the answer is this. Jibu ni hili. How can I live a meaningful and fruitful life? Nawezaje kuishi maisha yenye maana hapa duniani na yenye matunda? Abide in Christ. Kaa ndani yake Yesu. Stay plugged in to Christ. Endelea kubaki umeunganika na Kristo. That's how you can live a vibrant life. Hivyo ndivyo waweza kuishi maisha yenye maana. That's how you can live a meaningful life. Hivyo ndivyo waweza kuishi maisha yenye maana katika maisha. That's how you can live a fulfilling life. Hivyo ndivyo unaweza kuishi maisha yenye matunda katika maisha. Stay plugged into Christ. Endelea kuwa ndani, umejichomeka ndani ya Kristo. Abide in him. Kaa ndani yake. Friends, the health of our spiritual lives, afya ya maisha yetu ya the kiroho, health of our families, afya ya familia zetu, the health of our churches, afya ya makanisa yetu, the health of our witness to the world as believers in Jesus, na afya ya ushuhuda wetu kwa kama waamini kwa mataifa au kwa watu wengine wa nje, hinges on whether or not we are plugged into him. Inategemeana ama umejichomeka ndani ya Kristo ama hujajichomeka ndani ya Kristo. Spiritual growth, Kukua kiroho, spiritual fruitful living, kuishi maisha ya kiroho yenye matunda, and lasting joy comes from staying plugged into Jesus. na furaha inayodumu inatokea unapobaki umejiunganisha ndani ya Kristo. So I have given you the historical context, the theological context, Kwa hiyo nimewapa muktadha wa kihistoria na muktadha wa kitheolojia, and I want to give you now the very immediate context of the passage. na nataka nitoe sasa muktadha wa sasa. We have already said that John 15 lies in the heart of Jesus' farewell discourse. Na tumeshasema kwamba Yohana 15 ilikuwa ni wakati Yesu anatoa hotuba ya kuwaaga wanafunzi. So the immediate context of the text is this. Kwa hiyo muktadha wa sasa hivi wa andiko hili ni huu. Jesus is preparing his disciples to live without his physical presence. Yesu anawaandaa wanafunzi kuishi bila ya uwepo wake yeye kimwili, But assuring them of a new kind of connection na akiwahakikishia namna nyingine ya kuungana nao, that is foundational to their fruitfulness and joyful Christian living. ambao ndio msingi wa maisha yao ya furaha, haki na kuwa na matunda. And again, that is being plugged into him. Na ambayo sasa ni kuendelea kuwa umeunganika na yeye. You know, these microphones that we're using right now, Unajua microphone hizi ambazo tunatumia sasa hivi, they are functioning because there is a device there that is plugged into power that is wirelessly transmitting signals that keep this mic working. Hizi microphones zinafanya kazi kwa sababu kuna kakifaa kamechomekwa pale kwenye umeme ambako sasa kanafanya kazi kwa kutoa signals kwetu sisi naongea hapa bila kuwa na waya. And in addition to that, there is a battery which is the source of power that is in this microphone. Na kwa nyongeza pia kuna battery ambayo imewekwa humu ndio chanzo cha nishati cha kuiendesha hii battery. Hii microphone. That makes this microphone work. Na hii ndio inafanya hii microphone ifanye kazi. Without this microphone being connected to that source of power, bila hii microphone kuwa imeunganishwa na kile chanzo cha nishati, it is useless. haina maana yoyote, haiwezi kutumika. Our lives of faith are more or less like that. Maisha yetu ya imani yako namna hiyo pia.
apart from Christ, our source of power, nje ya Kristo, vyanzo vingine vya nguvu, we cannot function in our lives as God intended us to function. haviwezi kufanya kazi kwenye maisha yetu kama vile Mungu alivyokusudia tufanye. Underline that, as God purposed for us to function. Pigilia mstari hiyo neno, kama vile Mungu alivyotukusudia sisi tufanye hivyo. You may be able to function some, Unaweza kufanya baadhi ya vitu, but completely out of the purpose of God for your life. lakini nje ya kusudi la Mungu kwa ajili ya maisha yako. If you want to stay on the right track as far as the will of God is concerned for your life, you must be connected constantly to God. Ukitaka kuwa katika njia sahihi, ukaishi kwa kusudi ambalo Mungu amekukusudia, kwa lazima ubaki kuwa umeungana na huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. In the book of Galatians chapter 5 verses 22 and 23, Wagalatia 5:20, 21-22. 22-23, we see of what the Bible calls the fruit of the Spirit. Tunaona kile ambacho Biblia inakiita tunda la Roho: Love, pendo, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, uaminifu, gentleness, and upole, self-control. na kuwa na kiasi. These are fruits Haya ni matunda that are expected to manifest in our daily lives. ambayo tunategemea tuyaone katika maisha yetu ya kila siku. But we are saying without Christ, Nasema Yesu, it's very difficult for you to bear these fruits. ni vigumu kwako kuzaa matunda haya. It's hard to love without the fear of God in you. Ni vigumu sana kuwa na upendo au kupenda bila kuwa na hofu au kicho cha Mungu ndani yako. Because naturally we are selfish. Ever since the fall, we want to do things just for us. We have an inclination that is usward. It is directed to ourselves. Kwa asili mwanadamu ni mbinafsi tangu anguko lilipotokea. Kwa tuna namna ya kuwa na kitu kwamba ni mimi, yani ule umimi. We are self-centered. Sisi ni wa binafsi au tunajitazama zaidi sisi wenyewe. When I got married, Mimi nilipooa, prior to getting married, I had lived my life taking care of me, kabla sijaoa, maisha yangu ilikuwa ni mimi najitunza mimi mwenyewe, loving me, najipenda mimi mwenyewe, be preoccupied with me, ninajishughulisha na mambo yangu mimi mwenyewe, doing everything for me. nafanya kila kitu lakini kwangu mimi mwenyewe. I was utterly, acutely, and seriously self-centered. Kwa hiyo nilikuwa kila kitu kilikuwa kinanihusu mimi. Mtazamo wote ulikuwa ni mimi. Alafu ghafla ninakabidhiwa mtoto wa watu, mchaga wa watu, Then immediately I was given a chaga lady, na jukumu la kumpenda. and with the responsibility of loving her. Ladies and gentlemen, I want to be very honest with you. It was not easy from the beginning. Nataka niwe mkweli mbele yenu kwamba haikuwa rahisi pale mwanzoni. Because without planning it, Bila kupanga, without doing it willfully, bila kufanya kwa kupenda, I just found myself loving me more than loving her. nikajikuta mimi mwenyewe naendelea kujipenda mimi zaidi kuliko kumpenda yeye. And so there were some frictions here and there that kulikuwa na were a msuguano. result of my loving me more than loving her. Kwa kulikuwa na msuguano hapa na pale, ilikuwa hiyo ni matokeo ya mimi kujipenda zaidi kuliko kumpenda yeye. I had to learn and allow Christ to teach me
how to love her just the same way as I love me. Nilibidi nijifunze na nimruhusu Kristo anifundishe namna ya kumpenda yeye kama vile ninavyojipenda mimi mwenyewe. And I am glad to report to you this morning that I have graduated from that school of loving. Na furaha kuwatangazia kwamba nimehitimu katika hiyo shule. But it did not happen in an overnight. Haikutokea kwa usiku mmoja. It was a process. Ulikuwa ni mchakato. A long process of learning and unlearning. Ni mchakato mrefu wa kujifunza na kufuta mengine na kuendelea. For that fruit of love to be manifest in me. Kwa ili tunda la upendo lijidhihirishe kwangu. Jesus says, without me you can do nothing. Yesu amesema pasipo mimi ninyi hamuwezi fanya neno lolote. So what does it mean to remain plugged in to Jesus Christ? Kwa maana yake nini kuendelea kuwa tumeunganika ndani ya Yesu Kristo? Let's listen to Jesus himself in these statements that he makes. Hebu tumsikilize Yesu mwenyewe kwenye haya maneno aliyosema. First, Jesus tells his disciples, abide in me and I in you. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Remember last Sunday? Kumbuka Jumapili iliyopita. Draw near to God and he will draw near to you. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Get plugged into me and I will stay plugged into you. Jiungamanishe kwangu nami nitajiungamanisha kwako. Connect yourself to me and I will be connected to you. Jichomeke kwangu nami nitajichomeka kwako. Abide in me and I in you. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. This refers to the constant connection that believers must have with Christ. Hii inamaanisha kwamba kuendelea kujiungamanisha ndani ya Kristo. Just like a branch cannot grow of itself, we cannot grow spiritually on our own. Kama vile tawi lisivyoweza kukua lenyewe, nasi hatuwezi kukua kiroho sisi wenyewe. To abide or get plugged in, kukaa ndani yake au kujichomeka, means having an ongoing active relationship with Jesus. Ni kuendelea kuwa na ushirikiano au ushirika ulio hai na Yesu Kristo. Not only a one-time decision, but ushirika endelevu. Sio tu wa mara moja, maamuzi ya mara moja, ni endelevu. A daily intentional connection to Jesus through prayer, through scripture, through obedience. Kuendelea kujiunganisha kupitia maombi, kusoma neno na kutii. Fruit bearing is the expected result of a healthy relationship with Jesus. Kuzaa matunda ni matokeo ya ushirika ambao umekuwa endelevu na Yesu Kristo. We don't bear fruit by striving. No, we bear fruit by staying plugged into Jesus. Hatuzai matunda kwa kupambana, tunazaa matunda kwa kuwa tumeketi au tumejiungamanisha muunganiko endelevu na Yesu Kristo. Just stay connected to him. Wewe endelea tu kuwa umejiungamanisha. Pale nyumbani kwangu nina vimiti vya matunda. I have some at my garden, I have some fruit trees. Malimau, machungwa, oranges, parachichi, avocados. Sijawahi kusikia tawi, maana matawi ndio anabebaga matunda, sio shina. Matunda yako kwenye matawi. Si mnaelewa hiyo eh? The fruit are hanged in the branches, not in the main stem. I have never seen any branch that is really working hard, really struggling to bear fruit. Sijawahi kuona tawi ambalo linapambana lenyewe ili liweze kuzaa yale matunda. No. Hapana. What the branch does is just staying in the vine, in the tree. Kwa hiyo tawi linachofanya ni kubaki limejiungamanisha na ule mti mkubwa tu. Staying connected to the source. Inaendelea tu kubaki na kile chanzo. Now you know, in tree husbandry there is what they call sap.
SAP. Katika elimu hii ya miti kuna kitu kinaitwa sap. When the roots of the tree go deep into the ground, mizizi inapokuwa imeenda sana chini, they take in the nutrients from the soil by the help of water. Inanyonya virutubisho kutoka kwenye udongo kwa msaada wa maji. They pull that out of the soil, the nutrients. Vile virutubisho vinavutwa. That causes the tree and the branches to grow and the fruit to come forth. Na hivyo virutubisho ndivyo vinasababisha sasa mti uendelee kukua na matunda yaweze kutokea. Now that sap, na hiyo sap, SAP, it's kind of a juice. It's liquidish. Ni maji hivi. That flows usually through the barks of the tree. Inatembea kwenye magome ya miti. And supply that nutrient to the branches so the branches may bear fruit. Na sasa inasambaza hivyo virutubisho kwenye matawi yote ili hayo matawi yapate chakula cha kuzaa matunda. The branches do not struggle to receive the sap. Kwa hiyo yale matawi hayapambani ili kupata hiyo sap yenye hiyo virutubisho. All they have to do, kitu ambacho wanafanya matawi, be connected to the trunk of the tree. Ni kwamba yenyewe matawi ni lazima tu yabaki yamejiunganisha na ule mti mkubwa, which is the source of the nutrients supply from the soil. Ambayo ndio chanzo cha vile virutubisho ambavyo vinavinyonya kutoka kwenye udongo kule chini. Then the tree will supply the nutrients to the branches so the branches might be able to bear the fruit. Na ule mti sasa ndio ambao utasambaza virutubisho vyote ili yale matawi yaweze kupata chakula na virutubisho vya kuzaa matunda. Are you getting that picture? Umepata hiyo picha? We are not supposed to struggle with life. We are just supposed to stay connected to Jesus, and He will take care of our lives. He will guide us to make the right decisions when we need to take the right course of action when we need to, and then things will just fall in place. Hatutakiwi kupambana katika maisha. Tunatakiwa sisi ni kujiungamanisha na Yesu. Yeye sasa atatuongoza, tutafanya maamuzi sahihi, tutakutana na watu sahihi, tutachukua hatua sahihi. Sasa ngoja niweke hili sawa, maana humu ndani kuna watu wavivu. There are lazy people here. Let me put this in. Akasema pastor wale amenipa sababu, kumbe nikiwa ndani ya Yesu sitakiwi kujishughulisha na kitu chochote, nikukaa. While I'm in Jesus, I am not going to do anything. Just relax. That's not what I am saying. Hiyo sio ninavyomaanisha. You will still have to work. Lazima utaendelea kufanya kazi. But you will work under the direction of God. Utafanya kazi kwa maelekezo ya Mungu. With the wisdom and understanding of God. Na hekima na mwelekeo wa Mungu. So that you will do the right thing that will bring the right profit to your life. Ili ufanye vitu sahihi ambavyo vinakupatia wewe faida. Hebu nipe amina kubwa basi. Amen. Pastor amesema mimi nikae tu. So Pastor said we should just sit down. I'm connected, brother. You know, brother, I'm connected. Nimeunganika, ndugu nimeshaunganika. Utakaa connected mpaka ukaukiwe. You be connected until you are dry. Hata sisi nasikia tu najiungamanisha na madhabahu. I connect with najiungamanisha. Wewe jiungamanishe. You say I connect with his altar, I connect with the altar. Sometimes I post some things on Facebook. People come, they comment, na connect kwa madhabahu ya mchungaji huyu, naambia. Sometimes I do post and people there say I connect to this altar. Wewe connect tu utakaukiwa. Ole hana chochote cha kukupa. Anakueleza habari za yeye mwenye kila kitu cha kukupa. Ole has nothing to give you. He's telling you about the one who can give you everything. Kaa sawa na Yesu. Be proper with Jesus. Najua kukaa sawa na Yesu nazungumza maana kufanikiwa. That means you will do the same business that the other people are doing and they are registering loss, but wewe una register profit. Utafanya kitu ambacho kila mtu anafanya, lakini hawa watu wanapata hasara, lakini wewe unapata faida. Kwa sababu kuna namna Yesu atakufundisha kuifanya hiyo biashara ili ilete matunda. There is a way Jesus will teach you to do that business for you to get the profit. So you will not have to struggle a lot for your business to bear profit. Utaki kupambana sana ili biashara yako ipate faida.
Wewe ni mwanafunzi unasoma. You are the student learning. You know, sometimes when you are up for exams, sometimes you may read a lot of stuff that's good, but the questions in the exam will not come in that area of your reading. Unaweza kusoma vitu vingi vile ambavyo hata maswali hayatotoka katika hilo eneo Now, ulilosoma. being connected to Jesus means he can direct you to read the right stuff that will come in the exam questions. Kiunganika vizuri na Yesu atakuongoza kwenye eneo sahihi au material sahihi ambayo yanaweza kutoka kwenye mtihani. When it comes to decision making, Unapokuja kwenye swala la kutoa maamuzi, sometimes decision making is like a gamble. kama bahati na nasibu hivi wakati mwingine unapofanya Because you maamuzi. don't know exactly kama umepatia kwenye maamuzi hayo au hujapatia. You don't know if you are right or not right. That's why wise people sometimes are not quick in making decisions. Ndio maana watu wenye hekima wakati mwingine hawachukui maamuzi haraka sana. You will sometimes hear them telling you something like, please give me a moment, I want to sleep on it. Anasema nipe muda kidogo, nataka nilale na jambo hili. Unajua, kwa wale watu ambao mko vizuri na Mungu, If you are very good with God, usiku huwa ni wakati mzuri sana wa kupokea majibu. at the night is a good time to receive answers. Wakati kichwa kimepumzika from all the vurugu za siku, While your head is rested from all the days uko kitandani, you are just meditating on the Lord your God and his goodness in your life. uko pale kitandani unatafakari Mungu na wema wake wote. And then a flashback of something you had been thinking about during the day that needed your decision comes to your mind. Na wazo kitu kinakuja, marejeo ya kitu ulichokuwa unawaza ambacho kitaka majibu And kinakuja kichwani. because at that time you are in the presence of God. Wakati huo uko katika uwepo wa Mungu. Ndani ya uwepo wa Mungu vitu vinanyokaga, havipindagi. In the presence of God things are direct. Kwa hiyo wonderful ideas zinakujia. Kwa hiyo mawazo mazuri ya Mimi mara nyingi nimekuwa kwenye mode hiyo, na lazimika kunyanyuka kitandani nitafute notebook yangu na kalamu niandike hilo wazo lisije likanipotea. While I'm in that mode, I wake up, take a notebook and a pen and write that idea. Wangapi wananielewa ninachosema? How many? Hiyo ndio habari ninazungumza, kuwa connected na Yesu. That is meaning of being connected with Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. He will teach you in the right way you should go. Atakufundisha njia ambayo inakupasa kuiendea. Praise the Lord our God. Bwana asifiwe Mungu wetu. The power to bear fruit flows from Jesus if we stay connected to him. Nguvu ya kuzaa matunda inatoka kwa Yesu unapoendelea kujiungamanisha naye. Jesus says, apart from me you can do nothing. Yesu amesema pasipo mimi nyie hamwezi kufanya neno lolote. That means staying connected to him is vital to our fruitfulness. Manake kuwa tumeunganika naye kunahitajika kwa ajili ya sisi kuzaa matunda. We must connected to the life-giving, power-giving, fruit-producing branch called Jesus. Lazima tujiungamanishe na huyu mtoa uzima, kutoa nguvu na matunda anaitwa Yesu. Secondly, Jesus says the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, and neither can you unless you abide in me. Yesu anasema kwamba tawi haliwezi kuzaa matunda isipokuwa limekaa ndani ya mti, hata wewe pia ni hivyo hivyo. Like I already said, we cannot accomplish anything meaningful in our life unless we stay connected to Jesus. Nimesema kwamba katika maisha yako yote huwezi kuwa na kitu fulani cha maana isipokuwa umejiungamanisha na Mungu. Without him, we cannot live a truly fruitful life. Bila yeye huwezi kuishi maisha yenye matunda yenye maana. Please take note of that. Living a fruitful life. Kuishi maisha yenye matunda. Everybody is living their life. Kila mtu anaishi maisha yake. Some people leave a legacy behind. Some go, they're buried. There is nothing they can be remembered for. Kuna watu wanaishi bado wameishi, wengine wanakufa, hakuna kitu cha maana cha kukumbuka. Because they were never fruitful. Kwa sababu hawakuwa na matunda. Yesu anasema mzae na matunda, na matunda yenu yakae. Generations after you should come and find your fruit staying.
Yesu anasema uzae matunda, matunda yakae, kizazi kinachokuja baada yako kiweze kufurahia hayo matunda ambayo uliacha. As a parent, unazaa matunda gani ya kuwarithisha watoto wako? Kama mzazi una matunda gani to inherit for your children? Stay in Jesus, so Jesus may give you the power to bear fruit that can become an inheritance to your children. Kaa ndani ya Yesu ili uweze kuzaa matunda ambayo hata watoto wako watayarithi. Hallelujah. Hallelujah. Because like the writer of Philippians says in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kama mwandishi wa Filipi 4:13 anasema ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Thirdly, Jesus says, I am the vine, you are the branches. Tatu anasema mimi ni mzabibu na nyie ni matawi. As the vine, he provides for us the nourishment and the support that we need to grow and become fruitful. Kama yeye ni mzabibu, anatuwezesha sisi kupata vinavyohitajika ili tuweze kuzaa matunda. When we are connected to Jesus, we have access to his wisdom, his guidance, his love, his grace, his power, his everything. Tunapokuwa tumeunganika, tunapata njia ya kupata hekima za huyo Mungu, upendo wa huyo Mungu, neema ya huyo Mungu na kila kitu tunachokihitaji. Fourthly, Jesus says, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit, but apart from me, you can do nothing. Yesu anasema mkikaa ndani yangu nami ndani yenu mtazaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. This continues to emphasize to us the importance of being connected to Jesus. Hili linaendelea kusisitiza umuhimu wa kubaki umeunganika na Mungu. When we stay connected to him, we bear fruit. Tukiungana naye tutazaa matunda. It's only through Christ Jesus we can lead a fulfilling and fruitful life that honors and glorifies God. Ni kubaki tu katika kuunganika na Mungu ndipo tutakuwa na maisha ambayo yanampa Mungu, yanamheshimisha huyu Mungu na kumpa utukufu. And Jesus makes it clear that apart from him we can do nothing. Na Yesu ameliweka wazi kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Because it is in him we have our strength. Kwa sababu ndani yake tunazo nguvu. In God we have our power. Tunauweza. In God we find our purpose for life. Ndani yake tunalipata kusudi la maisha yetu. Jamani, kuna watu wengi duniani wanaishi a purposeless life. People, they are living without any purpose. Hawana kusudi lolote. Ndio hao utawakuta vijana wa leo wako kwenye table pool wanasukuma tukale kampira. Hayo ni maisha ambayo hayana kusudi. They are there at the pool table just playing. They have no purpose. Wako jobless corner, ninyi vijana mnapiga tu story. Maisha yenu hayana kusudi. They are at the jobless corner just making story. They have no purpose. Purpose will drive you to do some meaningful things in your life. Ukielewa kusudi litakuendesha ufanye vitu vyenye maana kwenye maisha. Purpose will make you realize you don't have time to waste. Litakufanya ujue kwamba hauna muda wa kupoteza. Time is money, they say. Muda ni fedha, ni mali tuseme. Lost time is lost gain. Kupoteza muda ni kupoteza faida. Sasa mtu asiye na kusudi, if you don't have the purpose, upepo ukivuma hivi atakwenda hivi. When the wind blew this way, you are taken by that. Akija chali moja chuga mwenzako anakuambia chuga, let's When go this way. Unaenda unaburuzwa tu kama. Mwingine atasema huko achana nako bana. No, this way. Uko Arosto huko. No, this way. Twende hivi, wewe uko hivi tu. Then you are just uko following. apecha ololo huko, tugeuke hivi wewe. Utazunguka kama tiara pia. You will be just surrounding. Lack of purpose. Kukosa kusudi. What is the purpose of your life? Kusudi la maisha yako ni nini? Your life must be purpose driven. Maisha yako lazima yaendeshwe na kusudi. When you know your purpose, unapoelewa kusudi, there are certain things you will not indulge in your life because you know they will take you out of purpose. Kuna baadhi ya vitu hautaviingilia, hautavifanya kwenye maisha yako kwa sababu unajua vinakutoa kwenye kusudi. Okay.
Ngoja niliweke ili vizuri mtu anielewe. Let me Nasema put it hivi. this way. Unanisikiliza? Do you hear me? A life that lacks purpose Maisha yaliyokosa kusudi cannot be fruitful. hayawezi kuwa ni maisha yenye matunda. And purpose for our lives Na kusudi la maisha yetu is God given. linatolewa na Mungu. Kila mtu hapa ana kusudi lake. Mungu amekusudia maisha yake yaishi, yaendeshwe, yatendewe kwenye kusudi hilo. Everyone here has a purpose God intended for him to pursue in this world. Sasa kama huna Mungu If you don't have God na hutembei na Mungu, and you don't move with God, utashindwa kuelewa kusudi la maisha you yako. will never understand the purpose of your life. Na ukishindwa kuelewa kusudi la maisha yako, And if you don't understand the purpose of your life, umekula hasara. you have lost it. Maana utapoteza muda mwingi wa maisha yako doing nothing. Because your life will be lost bila kufanya chochote. Alafu huna muda mwingi kivile. Then you don't have that much time for this Unakuja world. kushtuka You will just wake up. ni jioni ya maisha yako tayari. It's too late. It's at the evening of your life. Sasa utafanya nini jioni? So what are you going to do in the Jioni evening? huwa ni wakati wa kukaa chini na kuhesabu faida. In the evening, the time to count the profit. Unakuja kushtuka you are too old to do anything. You have no more strength. Nashtuka kwamba umezeeka, hauna nguvu tena ya kufanya baadhi ya vitu. Vijana, mzingatie mafundisho mnayopewa. Najua hivi karibuni mmekuwa mnapitishiwa mafundisho mazuri sana na Dr. Temu. Take care of the lessons you got. Sio from Dr. unapokea Temu. tu, unasikiliza, unabweteka, unaondoka, you do nothing. You need to receive such teachings. Go home, do an evaluation of your life, make some hard decisions and take some action. Unapojifunza mambo haya, chukua maamuzi magumu, chukua hatua, anza kutekeleza. Unakaa tu unajua bana, You're just Mungu relaxing. anawabarikigi God is wengine. blessing Sisi ndio others. wale ambao hatukuaga na bahati ya baraka. We Hakuna are the kitu ya one, we namna are hiyo. not, Uzembe we are not wako. lucky. It's your laziness. Mungu anatoa fursa kwa kila mtu. God is giving opportunity to everyone. The difference between one person and the next is how or what they did with the opportunities that God gave them. Tofauti kati ya mtu mmoja na mwingine ni ulifanya nini fursa ilipokujia. Hiyo ndio inatutofautisha. Hujaumbwa kuwa maskini wewe. You are not created to be poor. Umaskini wako unatokana na kutokukaa vizuri na Mungu. Muelewe anataka kuongoza hayo maisha yako namna gani ili uwe nacho hicho anachotaka uwe nacho. Your poverty is because you have not walked well with God to understand what God needs from what you want, you have to have. Naona kama nataka kutoka nje ya somo. Nisikilize. Listen to me. Nitasema hii alafu nihame. Listen to this. Msikiliza hii. Wealth is Tajiri. produced by ideas. Utajiri unazalishwa kutoka kwenye mawazo, fikra. I will repeat. Narudia hii. Wealth is produced by ideas. Utajiri unazalishwa toka kwenye mawazo. And ideas that produce wealth come from God. Na mawazo yanayozalisha utajiri hutoka kwa Mungu. Yeye ni Mungu akupae nguvu za kupata utajiri, akili ya kupata The utajiri. God who gives power to get wealth. So when you stay in a close connection with God, you stand a bigger chance of receiving constructive ideas from God that will lead to your acquiring wealth. Unapobaki umejiungamanisha na Mungu, wewe una nafasi kubwa ya kupata mawazo ya kukuwezesha kufikia kule Mungu anakotaka. Naamini yule aliyokusudiwa kupata hilo ameshadaka. I believe you have got something. Nimalize na kusema mambo mawili. Let me conclude by saying there are two things. Our lives were unplugged from God when sin
entered the human race. Maisha yetu yalinyofolewa kutoka kwa Mungu dhambi ilipoingia duniani. The first couple, Adam and Eve, was plugged into the presence of God, into the power of God, into the provision of God. Hapo mwanzo Adam na Hawa walikuwa wameunganika na Mungu na nguvu za Mungu, upaji wa Mungu, toaji wa kiungu. According to Genesis 3 verse 8, God would come down in the cool of the day to fellowship with them. Mwanzo 3:8 Mungu alikuwa anakuja wakati wa jua kupunga kuwa na ushirika nao. However, when sin unplugged us from our life-giving source, that is the Lord our maker, scripture, then everything else began going asunder. Baada ya dhambi kuingia, kila kitu kilitawanyika ambacho tulikuwa tunakipata kutoka kwenye muunganiko wa kiungu. The Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Warumi 8:28 anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sijawahi kutafakari huo mstari kama nilivyotafakari jana wakati na uandaa. I never meditated this verse like I did yesterday. Kupungukiwa, to fall short, utukufu wa Mungu. The glory of God. Leo tunaishi maisha ya kupungukiwa utukufu wa Mungu. We are living nowadays life short of glory of God. Kwa sababu ya dhambi. Because of sin. Na unapopungukiwa utukufu wa Mungu, when you fall short of the glory of God, hata yale mawazo niliyokuwa nasema ndio yanaleta utajiri, utapungukiwa na mawazo ya kutengeneza utajiri. Even the thought of making wealth, you get short of that. Utapungukiwa kufanikiwa. You will never succeed. Utapungukiwa kuwa na afya njema. You get short of good yani health. Utakuwa, niseme tu kwa ujumla, utakuwa unaishi maisha ya mapungufu. You will be short on everything of your life. Kwa sababu ya dhambi. Because of sin. Sasa kumbe, now therefore, when we get back to God and be connected to God, tukirudi kwa Mungu na kuunganika na Mungu, we are bringing in our lives to live in the fullness of the glory of God. Tunarudi tena kuishi maisha yenye utukufu wote wa Mungu. And when you live in the fullness of the glory of God, una utele wa maisha. Unapokuwa sasa unaishi katika huo utukufu, you have fulfilled your life. Afya tele, mafanikio tele, kibali tele, fulfilled tele life, everything. Favor, everything. Because now you have come back, you are connected to God, umefunikwa na utukufu wa Mungu. Sasa umerudi, umejiunganisha na Mungu, you are covered by the glory of God. Is somebody getting something from this? Mnapata kitu hapa. For all have sinned. Wote wametenda dhambi. And fall short of the glory of na God. kupungukiwa na utukufu wa When Mungu. you are forgiven sins, unaposamehewa dhambi, you are brought back into the fullness of the glory of God. unarudishwa tena kwenye utukufu wote wa Na Mungu. ukiishi ndani ya utimilifu wa utukufu wa Mungu, wewe ni mtu mbeba utele. Hebu sema utele. You are fulfilled. Every area of your life will be tele. Katika maisha yako yote unakuwa tele. Kimasomo akili imekaa sawa, faulu tele. In your studying you pass everything. Kibali cha Mungu tele, kila unapopita unakubalika, connections zinakuwepo. The favor of God, wherever you are going, you are accepted. Baraka tele, kila unalogusa kwa mikono yako kulifanya The linafanikiwa. fruit of blessing, whatever you are going to touch is blessed. Because you are now back to carrying the glory of God. Sasa umerudi kubeba ule utukufu wa Mungu. Ndio maana tunasemaga, That's why we are saying, usitafute baraka za Mungu, don't fetch for the blessing of God. tafuta uwepo wa Mungu. You just look for the presence of Ukiwa na God. uwepo wa Mungu, Once you have that, baraka za Mungu zinakutafuta. the blessing of God will follow you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. How to get plugged in? Twawezaje sasa To get, kujiungamanisha? well, okay, we said sin has unplugged us. Tunasema dhambi ilituondoa kwenye kuunganika na Mungu. Now how can we get plugged back in? Sasa twawezaje kujirudisha tena katika kuunganika? Kuna mchakato.
There is a process. Na kiteolojia kuna neno moja tu tunatumia kuelezea huo mchakato. There's only one word theologically can be used to It say. is called repentance. Inaitwa toba. Repentance. Toba. Repent. Tubu. Ngoja nikupitishe chap kwenye maandiko kadhaa hapa alafu namaliza. Let me take you quickly to some scriptures, then we conclude. John the Baptist knew that repenting plugs us back in. Anasema toba inaturudisha tena. In Matthew chapter 3 verses 1 and 2. In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Vijana mwekeni ndugu huyu Kiswahili. Came preaching in the wilderness of Judea saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Siku zile Yesu aliondoka, Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Matthew chapter 4 verse 17, Jesus brought the message of repentance. The Bible says from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mathayo 4:17 nasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. In Luke chapter 13 verse 5, Luke tells us, unless you repent, you will all likewise perish. Luka anasema nawaambia la sivyo, lakini msipotubu ninyi mtaangamia. In Mark 6:12, the disciples got the message of their master Jesus. So they went out and preached that people should repent. Wakatoka wakahubiri ya kwamba watu watubu. The Apostle Peter also told the crowd at Pentecost, Acts chapter 2 verse 38, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Acts chapter 3 verse 19, Peter adds, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Tubuni mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuweko kwake Bwana. Acts chapter 17 verse 30, the Apostle Paul knew the key. Truly these things of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazitambui, bali sasa nawaagiza watu wote katika kutubu. We must repent to attain that great union with our Heavenly Father. Lazima kutubu ili kurejesha muunganiko ule mkuu na Mungu wetu. God created us for one purpose. Mungu alituumba kwa kusudi moja. Fellowship with Him. Kuwa na ushirika pamoja na yeye. Maintaining fellowship with God means staying plugged in to Him. Kuendelea kubaki na ushirika na Mungu manake ni kuendelea kuwa umejiungamanisha na huyo Mungu. Fellowship with God is the greatest privilege we fallen humanity can ever have. Ushirika na Mungu ni upendeleo pekee ambao sisi ambao tulianguka tumepoteza ama tunaweza kuwa nao. And let me conclude with this statement. Hebu nitimishe na neno hili. God loves you so much. Mungu anakupenda sana. He has a plan for your life. Ana mpango na maisha yako. He has a purpose for your life. Ana kusudi na maisha yako. He is not out to get you because you are a sinner. Yuko nje kukupata kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Hakutafuti hasa akukomoe, akuadhibu kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Hakutafuti kuadhibu, akukomoe kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Rather, he is out to get you so he could have you again. Kwa hiyo anakutafuta ili aweze kukupata tena. Isn't that amazing? Hiyo si jambo nzuri jamani. Ya juzi tulisema sisi sio watafuta Mungu. Mungu ndiye anayetutafuta. We are not God chasers, but it's a God who chasing us. Kwa nini Mungu anatutafuta? Why God is chasing us? Anataka turudi kwenye ushirika na yeye na tudumu kwenye huo ushirika. He wants us to have a fellowship with him and to maintain there. Daima
tumeungamanishwa na yeye. Forever we are connected with him. Ndipo maisha yetu yatabeba kusudi la Mungu. That's where our life will carry the purpose of God. Na maisha yetu tutayaishi katika hilo kusudi. And we will live our life to that purpose. Na tutashamiri kwenye kila eneo la maisha. And we will nourish in every area of life. Tutashamiri kiafya. We will prosper in health. Tutashamiri kwenye eneo la mahusiano yetu sisi kwa sisi. In our relation to ourselves. Kwenye ndoa zetu na familia zetu. In our marriages and our families. Na ngoja niseme hapa. And let me say here. Ndoa yoyote yenye misukosuko. Any struggling marriage. Kuna mmoja ama wote wawili wamekuwa disconnected from God. Either one or both wamejichomoa toka kwa Mungu. How do I know it? Najuaje? Naishi kwenye ndoa. I live in the marriage. Kuna mara nyingi nimedhani mke wangu amenikera, ameniudhi, na katika ujinga wangu na kwa hasira kuna vitu nilitaka nifanye ambavyo vingemuumiza yeye. Sometimes my wife grieved me, and with anger I want to do something which could hurt him. Lakini kwa sababu ya neema ya kuwa connected na Yesu. Because of the grace of being connected with Jesus. Mara nyingi kabla sijafanya huo ujinga wangu ambao kichwa changu kilikuwa kinanituma kufanya. More often before I pursue what my crazy thinking. Siku moja nilisikia sauti ya Roho Mtakatifu kwa uwazi kabisa akiniuliza, hivi wewe? The other day the Holy Spirit told me, you, na madhaifu yako yote na dhambi zako zote, Mungu angekuwa anakushikilia kibao hivyo unavyomshikilia mke wako kibao, ungekuwepo juu ya uso wa nchi? Can you still alive if God decided to punish you with all your sin? Yani niko kwenye kile kipindi cha hasira, unawaka, zile mori za Kimasai zimepanda, yani povu zinakutoka kwa sababu mke amekukera. And because my wife has stabbed me, I'm furious. Alafu kuna vitu milioni kidogo vinaendelea kichwani, option mbalimbali za kitu cha kufanya kumfanyizia akome. And there are things going on in my head to do for that she can stop with that. Alafu ghafla unasikia sauti yake. Then immediately you hear the voice of the Holy Spirit. Hivi wewe, you, na madhambi yako mengi, with all your sins, na makosa mengi unafanya mbele za Mungu, your weaknesses, iniquities, Mungu angekufanya hicho unachotaka kufanya kwa mke wako. If God could do what you want to do, ungekuwepo juu ya uso wa nchi. Can you still be alive on the face of earth? Sasa that's what I call faida ya kukaa connected. Hiyo ndio faida ya kuendelea kumeunganika. Unajua nisingekuwa na connection ya kuweza kusikia sauti yake wakati huo, ningefanya ujinga kweli. I could pursue the crazy thing if I was not connected to God. Na si ajabu pengine leo ningekuwa sina ndoa. Probably I could have no marriage today. Kwa sababu hakuna mtu anayestahimili kufanyiwa vile vitu ambavyo kichwa changu kilikuwa kinanituma kufanya. No one is worth to receive what I'm planning to do. Hivi kuna watu wanadamu kama mimi hapa wanaonielewa ninachosema? Is there a human being like me here understanding what I'm saying? Ndani ya Yesu mambo yako yote yakae sawa. Stay in Jesus, your things will be right. Yesu hata kuacha ufanye ujinga hata siku moja. Jesus will never allow you to do wrong things. Kwa hiyo kama kuna ujinga unafanya ndani ya ndoa, ili ni kwa ajili ya wanandoa. Kama kuna ujinga unafanya kwa mwenzio ndani ya ndoa, ujue tu umekaa mbali na Yesu. If you are doing wrong things in your marriage, know that you are away far from Jesus. Rudi kwenye mstari. Come back to the line. Yesu hawezi kukuruhusu ufanye ujinga huo kama ungekuwa bado unamsikiliza. Jesus cannot allow to do that thing if you are still listening to him. Wewe unafikiri kama si Yesu unaweza kumweka Mmasai na Mchaga wakae pamoja? Inawezekana hiyo kitu? If not Jesus, can you put Masai and the Chaga together in the same roof? Lakini kwa Yesu yote yanawezekana. But to Jesus everything is possible. Na yaweza mambo yote katika yeye Kristo Yesu anitiaye nguvu. I can do all things through Jesus who strengthens me. Muulizeni huyu Mchaga wangu, nampenda kweli na anajua nampenda. Just ask Mama Pastor. We mama, ni leo asubuhi au ni jana uliamka ukanishika unamshukuru Mungu kwa kuwa mume mzuri? Hebu njoo waambie. Njoo bana, njoo. Unajua hatutaki kufundisha nadharia hapa. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu anatoa dozi ya ndoa kidogo hapa. Kwenye connection inaponya na ndoa. Yeah, connection. Muunganiko wa kiungu unaponya mpaka ndoa.
Unajua mimi ni mtu napenda uhalisia. Wasije wakasema huwa naongea tu. I love the realities. I just want to talk the theoretical. Ngoja nikutoe kitu kiko hapa. Waambie ulinishika ukapiga magoti, unamshukuru Mungu kwa kukupa mume mzuri. Sema. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu ni mzuri jamani. God is good. Ni kweli kabisa, wakati namtafakari Mungu. It is true. I was made. Unajua kuna wakati unakaa unamshukuru Mungu, unaanza kukumbuka mambo ya kumshukuru Thank Mungu. God and things I want to thank God. Na hiki ni kimoja hapo nilimshukuru Mungu. This is one thing which I thanked God. Lakini nikasema But I said, nimwambie let me tell kwamba him. nakushukuru mume wangu kuwa that I mume thank mzuri. you. Naomba nimtafsirie mke wangu. Buka pembeni. Endelea. Ukitaka kupreach wataondoka kesho hapa. So when I was thanking God, When alipokuwa namshukuru Mungu, nikakumbuka kumshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu. I also remember to thank God for my husband. Kwa hiyo nikasema ngoja na yeye nimwambie. And I said, let me tell him this also. So I said to him, Kwa hiyo nikamwambia, husband, mume, thank you for being a good husband to me. asante kwa kuwa mume mzuri kwangu. God bless you. Mungu awabariki. Na nilivimbaje? Yaani kumbe mtu amekaa amenitafakari, So someone thought after me, ameweka performance yangu ya kuwa mume kwenye evaluation. he evaluated my being husband. Alafu conclusion yake, Then she concluded, actually I am a good husband. mimi ni mume mzuri. Mpaka mtu anaenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu kwa ajili ya mume mzuri mimi. Until someone go before God to thank God for me. Wewe unafikiri hicho kitu kizuri? You think that small thing? Unajua alikuja, tulikuwa bado tuko kitandani, yeye ameteremka, sijui ameenda wapi, ameshuka, akapiga magoti, namsikia anamshukuru Mungu. Yaani mtu anaomba, anamshukuru Mungu kwa ajili ya wewe. Someone is thanking God for you. Unaweka sikio vizuri kusikiliza. Umewahi kusikilizia maombi ya mtu? You just listen the prayer of somebody. Nikaweka sikio vizuri kusikiliza. Then I put the ear to hear the prayer of someone. Alafu alipomaliza, when she finished kuongea na Mungu wake, to speak with her God, akanigeukia na mimi. then she turned to me. Akanipa zinga la hug. He hugged me. She hugged me. Ilikuwa tamu hilo hug hilo. It was very sweet. Alafu nakwambia asante kwa kuwa mume mzuri kwangu. Thank you for being good husband for me. Yaani nilijisikia kuvimba na kujaa chumba hicho chote. I felt blessed. Nimalize hapo, muda umeisha. Let me conclude, the time is not with us. Wanaume, Men's, inawezekana kumpenda mke wako it's possible to love your kwa husband viwango vya kumsababisha kwenda mbele za Mungu kushukuru kwa ajili yako wewe kuwa mume mzuri. to a level of going to before God to thank you for you being good husband. Na mimi na zangu mara nyingi nimemshukuru kwa kuwa mke mzuri. And I have my times as well to thank Nimemwambia, her. I tell her, alafu bwana yani watu wa Afrika tuna shida. Unajua kabisa mtu ni mzuri kwako, alafu unamezea tu, humwambii. you know, this is good to me, but you don't say it. Just Sio tell unashukuru tu kimya kimya mbele za Mungu kwenye kona zako. Tell your spouse kwamba unamappreciate. wako kwamba unamkubali. Unajua ina maana kubwa sana kujua mtu anaridhika na wewe kwa vile unavyomfanyia. It's very meaningful when someone knows that what you are thinking of her or him. Sio useme tu si anajua. She knows or he knows. Assume hajui, mwambie. You should tell him or her. I love you baby girl. Nakupenda. I am your man. Tunaka kitu ketu, tunaka historia ketu, tukitaka kushindilia, I go this. I am your man. Things. Then I'll say, if I want to confirm it, I am your I go, man. yeah, you're my man. Wako, na yanaitikia, yeah. Usimame tumalize, maanake tutaweza tukaanza seminar ya ndoa hapa sasa hivi. We don't want to start a marriage seminar. Let us raise and conclude. Hebu kila aliyekaa na mke wake mgeukie, mwambie I am your man. I am your man.
Hallelujah. Hallelujah. Inafurahisha kwa uweponi mwa Bwana. It's very beautiful to be in the presence of the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Thank you for being such a good God to us. Asante kwa kuwa Mungu mwema kwetu. And thank you for teaching us how to live this life you have given us, Asante kwa kutufundisha kuishi maisha haya ambayo Mungu umetupatia. so we may enjoy it as you give it to us. Lazima ili tuyafurahie kama vile Mungu alivyotupatia. Father, I pray that you will bless this word in the hearts of your people. Naomba Mungu libariki neno hili ambalo limeleta kwa watu wako. And may it bear the fruit of driving us closer to yourself, Na lilete matunda ambayo yatatufanya sisi tukukaribie Mungu. that we may constantly stay connected to you. Ili tubaki tumeunganika kwa mwendelezo na wewe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Wakati tumefunika macho, tumesimama mbele za Mungu. While every eye is closed, Nataka kuuliza kama kuna mtu hujawahi kufanya maamuzi ya kuungamanishwa na Mungu kupitia toba na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha if yako. you have never made a decision to come back to connect to God, Naomba unyoshe mkono wako hapo ulipo, nataka nikuombee leo uokoke. raise up your hand. I want to pray for you to be saved. Upo? Are you there? Unataka kuungamanishwa? You want to be connected to God. Amen. Amen. Naomba tuketi.